Kwa majina naitwa George Kalemba, ni Mtanzania naishi nchini Canada, mji wa Toronto. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu unaoishi nje ya nchi, yani diaspora wa Kitanzania, mimi kwa masikitiko makubwa napenda kuwakumbusha kwamba matamshi na vitendo vya uchochezi tunavyovifanya vinaathiri kwa kiasi kubwa taswira na amani ya taifa letu Tanzania. Sio haki kwa Tanzania wazalendo kuchochea vurugu kutoka nje, huku tukifahamu madhara yanayowakumba ndugu zetu waliopo nyumbani. Ndugu zangu, ninafikiri kumbuke kuwa Tanzania imejengwa kwa misingi wa umoja, amani na mshikamano. Vile vile limetumika jasho kubwa na upendo wa watu wetu katika ujenzi wa mama Tanzania. Ndugu zangu wana diaspora, ni kwa nini tunaruhusu hasira, chuki au ushawishi wetu wana diaspora na hata ushawishi wa mataifa ya kigeni kutugawa au kutuharibu heshima tuliyoijengea kwa muda mrefu? Wana diaspora wenzangu, nafikiri ni vema tukakumbuka au tukawa sisi wenyewe mabalozi wa amani na maendeleo, sio chanzo cha vurugu na mgawanyiko. Binafsi nasikitishwa sana na baadhi ya diaspora wa Kitanzania wanaotoka nje ya majumbani kwao wanakoishi wakibeba bendera na wengine wakijifunika na maski ili kuficha sura zao, wakizurura mitaani kwa wazungu ili kudhalilisha taifa letu na Afrika kwa ujumla. Kwa ujinga wao wakiamini wazungu ndio chombo pekee cha kutatua matatizo ndani ya nchi yetu ya Tanzania, huku tukijua kabisa baadhi yenu mmeripwa na nchi za Ulaya kudhoofisha maendeleo ya nchi za Kiafrika, wakati wao siku zote wanatamani kuona vita za ndani na machafuko ya kitamalaki nchini. Ndugu zangu wana diaspora wenzangu, binafsi ina huzuni kubwa kwenu, maana wengi mnatudhalilisha kama diaspora wote kuwa wasaliti wa nchi zetu za Kiafrika. Ujumbe kwangu wana diaspora wenzangu, tuitumie nafasi tulizonazo kuunga mkono juhudi za kujenga taifa letu, si kuiharibu kwa kuona ndugu zetu wanachomewa mali zao, wanachomewa magari yao, wanachoma miundombinu ya kwetu ambao tunaitumia. Na hata ndugu zangu, ikionekana kama kuna changamoto, kuna njia sahihi za kuweza kuwapata viongozi wetu wakubwa na kukaa pamoja na kushauri na kupata suluhu ya kudumu. Ndugu zangu, tukumbuke baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwahi kusema, umoja hautatufanya kuwa matajiri. Narudia, umoja hautatufanya kuwa matajiri, lakini unaweza kuiokoa Afrika dhidi ya kudhalilishwa. Ndugu zangu wana diaspora, mnatudhalilisha sana wa Afrika kwa kuwapa nguvu wazungu hata ambazo hawana, na pengine mnatumia vibaya bendera ya taifa letu la Tanzania. Unajifunika bendera ya Tanzania, unaficha sura kwa maski, unatembea mtaani kwenda kwenye maofisi ya wazungu au barabarani mitaani. Rai yangu kwa diaspora, si vema kurudisha lawama kwa viongozi wetu wa nchi waliopo Tanzania. Vurugu tumehamasisha sisi, madhara yametokea, ubebe huu mzigo. Hatupaswi kumbebesha mtu yoyote mzigo. Sisi ndio tumeripwa na wazungu, sisi ndio tumewahamasisha Watanzania wenzetu kutoka nje kwenda kuaibia mali za wenzetu ambao wamewekeza. Tumeona video kwenye maduka yanavyoibiwa, yanavyochomwa moto, magari yanavyochomwa moto, miundombinu ya kiserikali inavyochomwa moto, na wenzetu pia hata kufariki katika maandamano. Tuchukue sisi gharama ya hayo madhara. Sisi ndo tumeweza kuhamasisha, na sisi ndo tumetumia mitandao yetu kuonesha maduka yakichomwa, watu wakipata madhara. Sisi wa Tanzania ambao tunaishi nje ya nchi, yani diaspora, tuchukue gharama hizo. Nichukue nafasi hii, ndugu zangu wa Tanzania, wenzetu huku wanaishi maisha mazuri, wenzetu huku wanapewa pesa kwa ajili ya hizi shughuli za maandamano na kuharibu Afrika kwa ujumla. Ndugu zangu, tuchukue tahadhari. Ndugu zangu, hususani wale vijana wenzangu ambao Afrika, na tuchukue tahadhari dhidi ya hao watu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika.